لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 لا نحدث بل وحول يعبرون ما قد جرى وكذا الزمان مذكر ذكر المعلم في العلا يتجدد لا سيما في كترنا تتنور علمت القرآن الإله وإنه خير المشفع في القيامة ينصرون وبلغت ذروة الكمال حقيقة حزت المعالي فليس شخص ينكر قد عشت فينا يا علي علية كان الرفيق القوم عندك أيسر كما المعلم في العلا كان قائم خص الرياض وما له يتهجرون يا ابن صاب يا دواء قلوبنا يا كنزنا قد كنت نعم المفخر كم من مصالح دومت كنت أساسها وعن المفاسد تزدريها وتهجرون كم من معالي تنكش وتعلم يبكى علينا عند الناس المنظر حفظا به وبمجده متكرما يعطي الإله وما له يتهجرون والعيدروس بطيبه علم له والعيد يبكى الزمان تؤثر
علما له في الكون معرفة طاب بشيخ العيديد عمر. ثم الصلاة على النبي وآله وصحبه أهل الهدى وتنشرون. ماذا نحدث بل وحول يعبر ما قد جرى وكذا الزمان مذكر. والله يرحم جمعنا بفضله ولا تعملنا بكسر عدلي ببركة الهادي ختام رشدي. أحمد الإمام المتكين الأبرار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل مكارم الأخلاق من الدين العظيم، والصلاة والسلام على من وصفه في كتابه العزيز وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي البركة العظيم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ikhwata al-iman, baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi atujumuishe pamoja na wao na masahaba wake, tuwe katika waja wa heri. Sikusimama hapa kuwa mimi ni hodari wa kuzungumza, wala sikusimama hapa kuwa mimi nina elimu ya kuzungumza mbele ya mashehe zangu waliokuwa hapa wote, bali nasimama hapa kwa amri na nikakubali ili nitie furaha na niunganishe umoja. Ndugu zangu ndo wanaotaka kwa kuniambia sisi tuanza kwenye hauli ya babako ambaye ni Sheikh Shiali Omar Mubarak, ambaye ni mpemba wetu, na sisi tukuomba wewe uje kwenye jambo letu. Kwa hiyo naja na kuamrishwa kusimama, na mimi nikalikubali, kwa sababu nikija hapa napata faida ya kuuzuru mwanachuoni mkubwa ambaye amesababisha nikafika hapa. Si mwingine ni yule tukusaya sasa hivi, Mwalimu Al-Swali. Kisha napata faida ya mashehe walioko hapa wote, ni mashehe zangu, siwafikii kwa elimu hata kwa kucha. Napata dua zao na baraka zao na nafahati zao. Kisha najiona raha, najiona na fahari kusimama mahali ambapo mwana wa chuoni mkubwa katika East Africa, wali mkubwa katika East Africa, Alhamid Swaleh, huo ndio msikiti wake, na hapa amekanyaga, na hapa amehutubu, na hapa amezungumza, na mimi nami nikapata baraka chembe hizo nipate nikaweza kusimama. Hilo lakini si kwamba ni hodari wa kuzungumza wala ni mjuzi wa kuzungumza au naibu, hasha wakati. Kwa mashehe zangu, naendelea hivyo hivyo kuomba baraka zenu na dua zenu. Mwenyezi Mungu anatuambia, waman yuadhim sha'aira Allahi, yoyote yule ambaye anazitukuza shiari za Mwenyezi Mungu, yani alama za Mwenyezi Mungu, alama Mwenyezi Mungu amezeka ili atambulike kwa Mungu, fa innaha min taqwal qulub, basi kuziadhimisha na kuzitukuza alama hizo ni dalili ya kwamba wewe ni mchaji Mungu kutokana na moyo wako. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, inna min ijlali llahi, hakika
katika kumtukuza Mwenyezi Mungu Taala hajakuwa ametukuka. Ikramu shaybat lilmuslimi, ni kumkirimu yule mtu mzima aliye Muislamu, wa hamilil Qur'an, na aliyebeba Qur'an au aliyehifadhi Qur'an. Na huyo tukusanya hapa leo kwenye jambo hili, yeye ni hafidhul Qur'an, amehifadhi Qur'an. Kwa hiyo nikija pia naja kutukuza na mimi nipate baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu na baraka kutoka kwa shehe. La ziada, mimi sijui Maalim Aliswah, ni mtoto mdogo, nikiwa namjua kwa utotoni, lakini simjui kwa jicho la aibu, simjui kwa jicho la farasa, lakini nachukua mashairi waliomzungumza watu wakubwa, mashehe wakubwa, wanawazuoni wakamzungumza, basi nikajaribu kutapatapa kwenye yale maneno, lakini sio ya baba, ni maneno yangu, ni kutapatapa kama alivyosoma hapa. Hizi shairi zimesomwa na mtoto wake ambaye ni Yusuf Aliswah almarhum, asema madha muhadithu bal wa hawlu yu'abbiru. Mimi tuzungumze nini? Na hauli ina mazingatio. Alitukusanya hapa ni nani? Ni hafidhul Qur'an. Je, mimi na wewe tumehifadhi Qur'an? Hatujahifadhi. Kwa nini? Mtoto wako amehifadhi Qur'an, hajahifadhi. Kwa nini? Huyo alikusanyiwa hapa leo hivi hauli namzungumza yeye. Je, wewe hutaki babako azungumziwe? Je, wewe hutaki ukifa uzungumziwe? Je, wewe hutaki ukifa ukusanyikiwe kama hivi? Ma kad jara wa kadha zamanu mubatiru, kwa yale yote yaliyopita na vile vile zama zinakumbusha. Leo kila mtu atoaja Maalim Aliswah, mtu ajua aliyefanyia wema, alikuwa akiishi vipi, na yeye wewe utaishi vipi na wewe. Dhikrul muallimu, ukumbusho wa mwalimu, fil ula, ukiwa katika utukufu, yatajadadu, kila siku unakuwa mpya, kila siku zinazokwenda tunaona alhamdulillah inazidi kuwa na baraka. La siyama fi dhukrina, haswa katika mili yetu, tatanawar, unazidi kuwa na nuru. Ikiwa leo Maalim Aliswah atatajika la mzima, kwa nini babako hutaki atajike? Kwa nini wewe hutaki utajike? Kwa nini usimsomeshe mtoto wako? Kwa nini wewe usifanye bidii ukasoma na wewe utajike? Anasema allamta alquran, Yusuf Aliswah amwambia babake, allamta alquran alilahi, wewe baba, wewe umesomesha Qurani ya Mwenyezi Mungu, wa innahu, na hakika hiyo Qurani, khairul mushafai, ndio muombezi mbora, fil qiyama, siku ya kiyama, ya shuru, ndiye atakayekunusuru. Je, sisi hatutaki nusra siku ya kiyama? Hatutaki nusra? Huyo amehifadhi Qur'ani, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema isomeni Qur'ani, hakika hiyo Qur'ani itamwombea yule mwenye kuisoma tu. Huyo amehifadhi Maalim Aliswah, lakini Mtume akwambia wewe isome tu. Leo una siku ngapi hujashika msahafu? Leo una siku ngapi hujasoma Qur'ani? Wategemea nani akakuombea siku ya kiyama? Wabalagta dharwatal kamali hakikatan, amwambia baba kwamba wewe umefika katika utukufu uliokamilika wa uhakika. Husnal maali, umekusanya mambo makubwa ama utukufu. Falaisa shakhsu yunkiru, hakuna mtu atakayekuwa anapinga na kataa. Kila mtu anaambiwa kwa sababu kwa kweli kuisoma kwake Qur'an alisoma vipi? Walima la, na kwa nini sio hivyo? Walima la, na kwa nini sio hivyo? Wa Maalim Aliswah, na hali ya kuwa Maalim Aliswah laisa kama utaakharina, kufa kwake si sawa na kufa kwa mwingine.
liannahu, kwa sababu Mwalimu Ali Swabu kalkaabati lilmalaika, yeye kifo chake ni kama alkaaba kwa malaika. Kufa kwa Mwalimu Ali Swabu hafidhul Qurani ni kama alkaaba kwa malaika, ni hafidhul Qurani kisha kaisomesha. Ikutosha tu mwanafunzi wake mmoja tu ni Alhabib Said Hussein Badawi. Alhabib Said Hussein Badawi huko Tanzania, huko Tanzania. Siku moja Sheikh Walidi asema, Al-Akhir Ghanim, Sheikh Walidi ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam asema, mimi ndio mkuu wa kwanza wa Said Hussein Badawi, mimi ndio mkuu wa kwanza. Yeye asema hivyo. Hebu sisi tunasema basi yeye ni kituo cha kwanza cha Mwalimu Ali Swabu. Kivipi? Mwalimu Ali Swabu yeye ni kama alkaaba kwa malaika. Laqad ruwiya, hakika imepokewa, ana Abi Huraira, kutoka Abi Huraira radhiallahu anhu, an nabii, kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anao qala, kwamba yeye amesema, ya Aba Huraira, ewe Abu Huraira, taallam alquran, jifundishe Qur'an. Hii Qur'an jifundishe, waalimuhu linnas, kisha ushaijua wafundishe watu. Na Mwalimu Ali Swabu alijifundisha Qur'an na akawafundisha watu. Wala tazalu kadhalika, wala usiwache kuwa unaendelea hivyo kuwasomesha watu, hata yatiaka almautu, mpaka yakujie wewe mauti. Somesha, hifadhi, wasomeshe watu Qur'ani mpaka yakujie mauti. Ya Rasulullah, kinajila mauti ndio toko faida yake nini? Fa innahu, hakika mambo yalivyo, in ataka almauti, yakikujilia wewe mauti, wa anta kadhalika, na hali yako wewe huko katika hali hiyo, kazi yako kusomesha, kutoka ubarabara wako wewe wasomesha mpaka umezeka, mpaka umekuwa kizere kabisa, huwezi kufanya lolote, lakini bado wasomesha. Hajjatil malaikatu, watahiji malaika ila qabrika, kwa kaburi yako. Sisi leo tumeondoka hapa tukenda ziarani kumzuru Mwalimu Ali Swabu na tukasoma, sio sisi, malaika wako pale. Malaika wako pale, wamekwenda kuhiji kaburi ya Mwalimu Ali Swabu. Ni mchezo? Wewe utaki, fanya bidii, isome Qur'an, aisomeshe Qur'an, na wewe malaika wale kwenye kaburi yako wanakuja kuzuru, wanakuhiji kama tahiji muumina, kama wanapohiji Waislamu ila baiti haram, kwenye nyumba tukufu. Sisi kila mwaka ikifika tuna, na mwenye pesa hata ngoje mwaka yeye kwenda. Hali kadhalika basi malaika wanakwenda kwenye kaburi ya Mwalimu Ali Swabu, hali kadhalika kama hivyo wanahiji. Sasa shauri yako utafuta wewe, wahiji vipi? Wazunguka ile kaburi, ama wahiji vipi? Wenda kumwomba Mungu. Na hapa tuko katika mambo ya ilmu. Swali lako lilete kwa wanazuoni wao, lakini msijui. Bali wachilia mbali wale malaika ambao wanamtembelea Mwalimu Ali Swabu kwenye kaburi lake, wanahiji pale, wachilia mbali hayo. Qad nakala al-Qurtubi, hakika Imam Qurtubi amenukulu, amenakili anna Shatibiya, kwamba Imam Shatibiya rahimahullahu ta'ala lamma faragha min tasnifiha, zamani alipomaliza kukitunga kitabu chake kinachoitwa Shatibiya. Kuna mwanachuoni alitunga kitabu chake, hicho kitabu chake akakiita Shatibiya. Tawafa biha, alitufunacho kitabu, alitufunacho hicho kitabu, haula al-Kaaba sharifa, kando kando ya Kaaba tukufu. Alitufunacho vipi? 12,000 usburi, wiki 12,000, wiki 12,000 anatufu hicho kitabu, amekikamata.
amekikamata kitabu hicho Ashatibia kitoro wiki 12,000 anatufu nacho kitabu hiki kwenye Al-Kaaba wiki 12,000. Kulama jaa fi amakini dua, kila anapokuja katika sehemu za kuomba Mungu, basi shekhe alikuwa akiombea Mungu kitabu. Allahumma fatira samawati wal ardh alim ghaibi wa shahada rabb hadha albayt alazim infa biha, nufaishe kwa hichi kitabu kila man, kila yule ambaye qara'aha, anakisoma hiki kitabu. Waruya anhu, na ikapokea kutokana na yeye aidha vile vile annahu, baada ya kufanya amali hiyo ya kutufu Al-Kaaba wiki 12,000, wiki 12,000 sio kwa siku ngapi hizo, ama miezi ngapi, ama miaka mingapi. Raa nabia, huyu alikichunga kitabu hiki alimuota Mtume fil manami, katika usingizi. Fakama baina yadayhi, akawa amesimama mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakadama kasida, na akamtangulizia kile kitabu ambacho ni kasida ilehi kwa Mtume. Wakala, na akasema Shatibia, ya sayyidi, ewe bwana wangu. Amoto usingizini, na ukamota Mtume usingizini, umemota kweli, umemota kweli. Kwa hiyo akamwita ya sayyidi, ewe bwana wangu. Kwa hadithi iliyopokewa na Sayyidina Ali bin Abi Talib, asema Mtume asema alimjia Jibril akamwambia, sayyid bashar, bwana wa watu wote duniani, Adam ni Adam, wa anta, na wewe Muhammad, wa anta ya Muhammad, wewe Muhammad sayyid waladi Adam, wewe ndio bwana wa watoto wote wa Adam. Kwa hiyo Jibril atufundisha kwa Mtume tumke bwana. Kwa hiyo huyu akamwambia, ya sayyidi, ewe bwana wangu, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, unzur hadhihi alqasida, itazame kasida hii. Fatanawala, Mtume akaichukua na akaitazama Mtume sallallahu alaihi wasallam, biyadihi, kwa mkono wake al-mubaraka uliokuwa ni baraka. Wakala, na akasema baada ya kutazama, hiya mubarakatu, hiyo ni yenye kubarikiwa. Man hafidhaha, yoyote mwenye kuihifadhi, dakhala aljanna, ataingia. Sasa hizi ni abiyati, ni kitabu kilichotungwa. Mtume amesema, je, Qur'ani mwalimu amesoma Qur'an na kayafidi msafu mzima, atakuwa wapi? Zada al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi akawa anasema katika dua nyingine, bali wachilia kana kwamba aunganisha maneno ya Mtume Muhammad, bali wachilia mbali kuhifadhi hii Shatibia, bali wachilia mbali kuhifadhi hii Shatibia, mamata, yoyote mwenye kufa, wahia, na hiyo kasida, yani kitabu, fi baitihi, kiko ndani ya nyumba yake, dakhala aljanna, taingia. Hichi kitabu ukakafiri, wachilia mbali kukihifadhi, ukawa wako nacho tu nyumbani, Mtume asema dakhala aljanna, utaingia peponi, kiko nyumbani. Ikhwata al-iman, sitarefusha tena zaidi hapa, isipokuwa nimekuja na zawadi kwa jambo hili. Kitabu hiki nampendelea shekhe langu Al-Habib Sayyid Saleh, ndio nimpe yeye, na vile viwili, kimoja nilikuwa nimekusudia mudir
na kingine nilikuwa nimekusudia Said Ali Swaba, lakini Said Ali Swaba kaniambia hili jambo namkaribisha Ali, baba Ali, mpewe baba Ali, yeye mkaribishe, twamkabidhi yeye jambo basi na yeye apate. Lakini hapa nitafemewa, sijui nani kama shekhe mwenyewe shekhe cha sherehe na hiki cha mwadili mashallah, inshallah. Kwa haya machache nimeviagizia vitabu, lakini nimevikosa kwa machache. Mashaikh wengine watapata zawadi nyingine inshallah kutoka kwa al-akhi al-habib al-jamu yangu, mshauri wangu Said Ali Swaba atafikisha hizo zawadi nyingine alizonazo inshallah. Kwa haya machache, al-habib, kama nimekosea naomba radhi. Mashaikh wote wengine naomba radhi kwa haya kitakachokosea niliyopita. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Bila shaka leo kuna hauli hii na kuna tausia kubwa katika moyo wangu ya kufahamu ambao sote kuwa tunende lao si kwa ajili ya mwalimu wa Kiislamu. Kwa dharura namna hiyo tumegawanyikana. Ustadh Muhammad Awad ndio nataka pia nimtakie huduma hapa, yeye hakuwa huku, amekwenda kwenye tausia, mimi nimekuwa huku ni badali yake. Bila shaka dakika zilizobakia, mwalimu wa Hisabu ni ghani wa taarifa, ajulikana utukufu wake, ingawa mtu amekufa kwa muda mrefu sasa, jana wote hawawisi tena. Mwalimu wa Hisabu yeye alifanishwa na riadha na yeye alifanisha riadha. Yeye amesoma hapa mpaka amekuwa mwalimu, amesomesha, amefundisha, kisa naye ametumikia riadha, amesomesha. Kama mnasikia mwana kwamba ni kijana cha riadha kwa ni al-Habib Said Hussein Badawi, ni mwana katika mwalimu wake ambao mwana wa riadha kwa mwanzo namsomesha ndiye Said Hussein Badawi. Kisa alifanisha riadha kwa kuwa alikipamba kila hati nzuri, kulikuwa ilikayo siku zake hapa sisini ziko. Aliupamba msingi wa riadha kwa Qur'ani, akisoma juzu ya Qur'ani, hasa mwezi wa Ramadhani kuna juzu akisoma. Alipamba riadha katika hafalati kwa kupokea, kama namna alihifadhi Qur'ani na kwa hifadhi ya viatu nyingi. Hata pengine wenye kusoma kudangamanika, yeye usisoma. Sababu hiyo alifanishwa na riadha, akaifanisha, na hii ndio ada ya riadha, alifanisha watu wengi na wao kutumikia. Tukinena mfano kwa Hisabu nyuma kwenye maulidi kuna kina Sheikh Omar Salmin Babupa na mfano kitabu cha watu wengine nitakosa, lakini ni mfano mmoja kwamba ni mmoja nikisoma maulidi ya riadha ndio alitoa sipokeo
wao ndio wazima, watu wa riadha walikuwa kalibado. Sababu hiyo wao walifanisha na riadha na wao wakaifanisha riadha, ndio msimamo wake namna hiyo. Ilishirikisha watu wengi waamu kwa mfano, mafundi waamu walikuwa riadha na wao wakawa wakubwa wa kujenga Staimaina tukokosa. Kuna watu waamu ambao walikuwa wakishughulika zile fani zao taasibu wenye kila kitu za kutengeza, wakawa riadha na wakafanisha riadha, aliyofanisha na wakaifanisha. Kwa hiyo wenye kupika wote walitukuza riadha na wakatukuka kwa mahala pakubwa, lakini ndio kwa mahala pakubwa kufanisha wewe na wewe ulifanisha usilimoya. Mwalimu naye alipigwa dole kama hilo. Mtu alikuwa saa zote kusoma Qur'ani, katika mahafidhi ya Qur'ani alikuwa alipicha nzuri sana, alikionyesha kwamba kuhifadhi Qur'ani ni istibasi imeza ile hadithi kwa maana yake Qur'ani takaoishikilie kila wakati. Yeye alifanya mashughuli yake, lakini kila siku alikuwa na walimu wa Qur'ani waipatao kwa uzuri, wakisikiza nyakati mbalimbali. Yeye utakuwa na msikiti huyu na mwalimu huyu, siku nyingine msikiti mwingine na mwalimu mwingine, ili kuonyesha kufanya bidii. Na hiki tunafikirisha maneno kumbusha kisa cha mwalimu mkubwa angula mwalimu Abdallah Hamid Shirazi, babao kina mwalimu Hamid na mwalimu Ahmadi katika msikiti wa Shamu. Huyo ndio alosomesha Sheikh Abdallah bin Ali na Sheikh Muhammad bin Ali, kamsomesha kisa kamwatia wanafunzi wake Ahmad Bilali. Basi kwa mzee na yeye ni hafidh al-Qur'ani, akamwokoa mwalimu Ahmad Adamu ambao ni mwanafunzi wake, akamwambia ndio nisome Qur'an. Tukamsikiza mpaka kipindi cha mwisho, akamuuliza vipi, akamwambia iko sasa. Akabeba siku ni shahidi kwa Mungu kwa kumsikiliza Qur'an. Basi ndio namna hiyo mwalimu alisabu alihifadhi Qur'ani na akawafanyia bidii kila siku, asipoona kwamba yeye alihifadhi basi akahifadhi kama kijana. Kila siku wale walimu wanamsikiza, ambao wale walimu kwake si walimu wake mtini, lakini ni walimu watu walipatao Qur'ani nzuri, ni walimu kwa kamilifu, lakini nisba yeye kwa umja shida. Basi ndio kazi kwa hesabu. Kwa haya machache, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل إليه ثواب ذلك، اللهم صل إليه ثواب ذلك، اللهم صل إليه ثواب ذلك، واجعل ثواب ذلك فداء لجميع منا، ويدخل لهم وكفر لهم واغفر لهم وارحمهم، واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل آمين. 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 وأمدنا في طريقك آمين. وعافاتك آمين. صلى الله عليه وسلم.
Salamu. Fursa hii washukuru nyote mnakuja mara kwa mara, na tunajaza na kuwalipa kwa niaba ya kujuza. Mwenyezi Mungu atawawezesha inshallah, tuanze maandazi inshallah. الله قد أعطى فيضا من النعم، فالشكر للمولى بالجود والكرم.